habari ya kibali, lakini leo sasa tunaingia. We have taught you, we have done impartation, we have done all things. Ndiposa uelewe kibali kitu gani. Hichi ndio kitu ambao watu wakipewa na Mungu wanatumia vibaya. Unaweza kupewa kibali na Mungu na kutumia vibaya. Usiwahi kutumia kibali cha Mungu kwa njia mbaya. Mungu anapokuokoa, anapotaka kuinua, God will always release favor. He said in the book of Psalms 5 verse 12, that's our key text. Tulipoanza mwezi huu, mwaka huu, we are in the year of consecration for breakthrough. Tunajitenga ndiposa tukapenye katika anga ya kiroho. Bwana apewe sifa sana. Na hii mwezi tu katika hali ya Bwana ambao ni majeshi anatutembelea, anatuachilia kibali cha Bwana. Daudi anaandika akisema, for you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround him as the shield. Kuna neno mbili hapo, kuna favor na kuna shield. Mambo ya maana sana. Kibali cha Bwana. This kind of favor I've told you and I'm still telling you, it is the force of God in your life. It is a kind of force in your life that causes things to happen on your account. Bwana apewe sifa. Inakaa ndani ya mtu, Mungu anamwachilia hicho kibali. Inakaa ndani yako na ina act as a shield. Unalindwa wakati vitu vyote ama maisha yako yanataka kuingia katika hatari. Kibali cha Bwana huwa inavura kukulinda. Bwana apewe sifa sana. Hata kama vile wamekuja kuiba betri, tumepata betri nyingine, tumelindwa, tunaendelea mbele. Waliiba betri wewe ngoja utaona. Bwana apewe sifa. We are not casting anybody, but when you come to steal in the church, you are digging your own grave. Don't come and steal here. This is a protected area for God. Mali ni mali ya Bwana. So kibali cha Mungu ni kitu ambao imesumbua watu, na watu ambao wamekubalika na Mungu hawafai kushushwa moyo, hawafai kunungunika, hawafai kukaa baridi. Watu ambao wana kibali cha Mungu, hata kama mambo kumekwenda vile kumeenda, nimesikia kwamba leba hata ya kesho hakuna, na hata hakuna simiti, but we are preaching the gospel because we know the force in our life will attract more money. Money will come. God will touch somebody. He did it last week, touching people. Even today, as we continue tomorrow, He will touch people to bring finances so that people that His work cannot stop. Hiyo inaitwa kibali. Hakuna chochote, unaanza kitu, hakuna chochote, hauna pesa kwa akaunta, hauna pesa ya ujenzi, lakini kitu unatamka, it is a force. Inapotoka, imetoka na nguvu, itagoma mali kumeshindikana, milango zimefungwa, zitagoma na kutafunguka. Na kufunguka, tunakuja kusema yenyewe tu kuwa na hela wiki iliyopita, lakini kazi imetendeka, inatushangaza. Hiyo inaitwa kibali. It is a force. It corrects, it adds flavors in whatever you do. Inaongeza utamu wa kitu. Hata wakati umekwama, utasikia kwenye Genesis mpaka Revelation kile Mungu alifanya kwa wanaume, kwa manabii na mitume. Ni kibali cha Bwana. Ndiposa nawaambia hakuna maringo hapa. Kila mmoja umepewa kibali na Mungu. Nyenyekea, Mungu ametenda. Usiwahi kushindana na mtu. Bwana bless. So the title of the sermon of today is Entering Our Promises. Kibali is one of the promises that God unleashed in the life of His children. It is like a covenant blessing. It is a force. Mungu anapokuachilia, ikiingia kwa maisha yako baada ya kuokolewa, unatembea na hiyo jambo. Hata kama leo picha yako unajua, job ya hiyo picha, ndio watu wajue, watu kutoka mbali na kibali. Sasa zingine tunaweka tunamweka kwa system, ndio mtu aone hii kitu ni safari. Kuna wengine wanataka kuhubiri leo, awe leo na gari na kila kitu. Hii kitu ni safari. Hiyo picha ndio kidogo ifundishe mtu habari ya kibali. Bwana Yesu Kristo. Ni safari. Maisha ni safari. Watu wanataka kuokoka leo, awe na gari, awe na nyumba, awe na kila kitu. Unakimbia. Mambo ya
bila kunung'unika, bila kukata tamaa. Ndiposa tufike mahali hapa tumehangaika 7 times. Si rahisi hivyo. Watu nafikiria kwamba tulikuja tu atao endeni mkawekwa hapa. Hakuna. Mara 7 kama ujio maizaji 7. Tulianzia Paru, from Paru tukaenda Hall, from Hall tukajenga para kujenga tukafuka tukaenda Isli, tuka Isli Greenhouse, from Greenhouse tukaenda town. Mara 6, from town up 7. Na baba yangu kiroho Bishop alimwaga mafuta pale. Akamwaga mafuta akasema mara 7 ikamilike. Hata ya kujua tunahangaika mara 7. So God has settled this altar, and this church on the mountain. After walking different places 7 times. Hallelujah. Unajua kanisa iliyojengwa maana hiyo watu wajui. Kama Solomoni alijenga juu ya milima. Milima ile mlima Moria. Hapo ndio Solomoni alijenga hekalu. Lakini kwa ajili ya ujinga ya Israeli ilikuja kubomolewa na Babiloni. Watu wakaenda wamushi. Chapati. Imeshindikana. Kwa tutamfundisha mtu kitu hapo. Lakini sasa watu waitimu kugeresho. Let's continue with it. Sasa tunataka ilikuwa ni shida wa Peter. Na mimi tumeanza mambo mengine. Tutamalizia. We are entering into this document. I've been telling you most of the time. This document remember promises. Hii Biblia ina ahadi nyingi sana ndani hapa. Na shetani amejua kuna ahadi nyingi hataki usome, hautaki ushiriki na Biblia. Kuna ahadi nyingi sana hapa. Ukikaa chini kustudy this word of God, you'll be entering levels of promises. Utajua Mungu amesema hapa ndio unaingia kwa hiyo. This Bible is a covenant. Inaona new covenant. Lakini imejawa na ahadi za Mungu. Hata wakati wanakenya na lia saizi ya kwenda bei makuta inaongezeka, suluhisho liko kwa Kenya, liko hapa ndani. Hapa ndani tu ukiingia kwa Biblia Mungu akuongoze uelewe ya kwamba kuna mambo ya Mungu ambayo imekuingia sasa unaingia hapo ndani. Na ukiingia kuna malipuko, kuna miujiza inaweza kutendeka because no power can contain the word of God. Ukiingia unaingia kwa imani, unasema Bwana, kumbe ahadi zangu ziko hapa. Kumbe mambo ya kuumia, kumbe mafuta ya Kenya ikiongezwa bei na vibazi kienda juu. Kumbe ahadi ziko. Unaingia kwa neno la Mungu, unachota, unastadi, alafu unaingia kwa imani. Ukishaingia kwa imani, kuna that force inaanza kureact. Inaanza kulipuka. Sasa unatoka kwa stress. That is how we live as preachers. Sisi hatuna hata bank kupewa pesa tuweze lipa, lakini tunaenda kwa neno la Bwana, tunakesha tukishtaki wale wa God. Tukipata ahadi moja nasema kwamba usishushe moyo, niko pamoja na wewe. Kama nilivyokuwa na Musa, hata sasa nitakuwa na wewe. Neno hili tafakari leo na usiku na mchana, ukaendeleza neno hili. Ukishapata hiyo, unajua siko peke yangu. Piga mafuta ikienda juu, neno la Bwana inaenda kiwango cha juu. Sasa unashika hiyo. Mia wazosho ukienda Mombasa, hii unasema kuna mgomo, tena unasema hakuna mgomo. Watu wanakula malungula. Anaenda kaona Mombasa, hapo chukua minambili. Nasema sasa mgomo hiyo usiku suspension tumelikia hizo zote. Ya wanakula. Unajua rais ndio mkutano Mombasa sio bado kuna shida tunataka Mombasa. Hawa kidogo. Japo tena kuna kidogo. Wale walikuwa kiboyoboyo ndio wanasema sasa we are now declaring this strike is not suspended, it is now over. Listen to me. Neno la Mungu ibadiliki. Neno la Mungu litapita. Mungu akisema utapita hapa ni hivyo. Kwa hiyo solution letu hata makundi kienda juu, hata chakula kienda juu, bado tunaingia katika hali za
gift of my heart and will enter in our promises. Praise the Lord. No matter what happens, tunaingia kwa hizo hali. Hata unasikia, ambia kijana yangu amume, hakuna safari mbali sana. Kitambafike mahali baba yake yuko, wewe mwambie akae vizuri asikie njini. Analia, jino hakuna, mwambie akae vizuri. Wewe sio rahisi hilo. Jino ilienda na analia kanisani, wale wanafurahia. Oh yes my king. Wewe kidogo kidogo, kubwa kidogo kubwa. Hiyo ni miaka nyingi, mama anashika Biblia ananisomea, hatuna speaker, ni speaker moja. Tunahubiri crusade. Wale wengine washiko leo tunataka kuitana. Hapo leo tunataka au na gari kubwa leo na hii safari. Sasa naona kisha na ile nyingine kuna tofauti. Waka ile nyingine je, kuna maneno. Yeye ina maneno sana. Ndio IT hapo. Ndio ndio shule from next month tunaenda shule. Kwenda mwanzo mambo ya IT, laptop fasta. Ndio tusichelewe kwa ibada. Hata kuachana naye tuendelee kuhubiri. Portion I want to see one person in the Bible na tuendelee mbele. Let's go in the book of Deuteronomy chapter 33 verse 23. These are prophetic utterances from the man of God, Moses. Kuna mtu mmoja tutajifundisha hapo kwa Biblia na tutamaliza na hiyo. Deuteronomy chapter 33 verse 23. Na mfanye haraka. Chelewesha kabisa. What is wrong? Meha. Aya, kwenye mpaka akuja hapa tusome. Because of time. Tutugie maombi. Leo tumekuja maombi. Tunataka kuomba sana. We have some very powerful prayer points. We will declare them. And I know it will work for us. Sasa mchelewa kanisa mzima ni nini kweli? Sio sasa watu wa IT wanachelewa. Kuja hapo sasa kwa mbele. Read in English the letter ndio patikana. Shenge patikana. These are prophetic pronouncements in the life of men. Ili ahadi za Mungu zinanena kwa maisha ya mtu. Inanena kwa kizazi. Tunasikia yule ambao alipokea vitu za Mungu akizituza kwa maisha yake, hata akizeeka kuwa na transfer kwa watu wale wamemzingira, ana transfer kwa wale watu wamekubali kutembea na Mungu. Wale wabili wa siku wa leo, mimi kama sijazaliwa before I was born, my father and my mom was saved. Walizaa kama wameokoka. Na wakati itakana bila zote walikataa. Na wazazi wangu wote wametangaza, hata the last one mama yangu ametangaza, huyu mtoto nimembariki. My mother shared with my sister, my elder sister, akamwambia kabla hajaondoka. Akamwambia huyu bishop hapo ndani ya moyo wangu kabisa, ndani kabisa. Why huyu mtoto amenipa mali? Nikitaka hii anapata. Nikitaka hii napata. Those pronouncements they are so good. Sasa nikibarikiwa na nimekuja kukuambia hata wewe ninakubariki na bado usikii. Amen. Mimi sijalaniwa. Mimi sio maskini, nimetembea na Mungu mpaka mahali nimefika. Ninaona Mungu mkubwa.
Ninaona kwa mkubwa, siwezi kuhubiria nikiwa nimelaaniwa, siwezi kuhubiria nikiwa msharati, siwezi kuhubiria nikiwa mwizi mkora. Ninahubiria kwa sababu nimebarikiwa. Nimetembea na siku moja 8 years and these blessings were there. Oh, they were there in my life. And today, whatever we declare, it is what will happen. I've seen that happen. Now, Moses is saying this. For Naphtali and of Naphtali he said, "Oh Naphtali, satisfy with favor." These are levels of favor. This is not only favor. This is another level of favor. We have been teaching ourselves about favor, but here the declaration of pronouncement from Moses, the servant of God, concerning Naphtali, he telling Naphtali, the favor which is released into life is not only a favor, it is a favor that satisfies. Before the end of this month, there must be a favor that satisfies. That one means anything you want, you are satisfied. You are backed up by this favor. It is a level, and you must be ready to step in those dimensions. At this time, when Kenyans are crying, we as the children of God, let us promote favor that satisfies all our needs. When we walk and we need whatever we want to need, we need work into the construction. Kitu tunahitaji kwa ujenzi inatoshelezwa, ni kibali ya kutosheleza. Bila mafuta uko juu, lakini kibali imebeba itanitosheleza. Mambo ya hela ionekane, mjengo unahitaji pesa, ile pesa ambayo inapatikana haitatosha, lakini kibali cha Bwana itatosheleza mahitaji ya mjengo, mahitaji ya school fees, mahitaji ya amani, mahitaji ya ushindi, mahitaji ya pesa, mahitaji ya uzima, mahitaji ya ukombozi, mahitaji. Naphtali aliambiwa the satisfactory favor is pronounced upon you. Naphtali, get into the system. Ingia katika hiyo anga Naphtali. Wewe uzao wako Naphtali umebeba kibali ya kutosheleza. You must live and have a contact with the favor that will satisfy you. Unajua beti limeenda, lakini kuna ingine. That is what we mean, because the enemy wanted to change our focus. Tushinde kwa gani? Bwana akasema hiyo itafanyika. Wewe hakuna kibali na baba ni kubwa. Hii kibali itakutosheleza. Wameenda na hiyo ingine, lakini it is replaced immediately. Say immediately. May God open your eyes. May God open your eyes to see at this previous time. We can step in our promises of God and tell God we desire to carry a favor that satisfies. At this time, inakutosheleza kukula mpaka tunasasa, inakutosheleza kama kwa maombi, inakutosheleza kama ni kwa kesha, inakutosheleza hata kama ni kwa jangwa, unakutoshelezwa na kibali. Wewe Naphtali, naojiite jina, wewe Naphtali, satisfied with favor. Satisfied in favor. Toshelezwa. Unajua the reason why God has brought this, my daughter, there's a lot of pride in Kenya. Kasongo after sijui 2 term 1 term, wachana Kasongo, beba kitu kutosheleza wewe. Hata mama ikienda Brahma, una
kutoshelezwa. Hata ukienda vipi, tumepewa kibali ya kutoshelezwa. But two, this blessing are full of the blessing of the Lord. After that, possess west and south. Naftali anajua bani Naftali. Do you know Naftali? Naftali is the son of Jacob. He is the second one son. And the mother of this man, Rachel, was married. The mother of Israel was married. Hangeweza kuzaa na ikawa ni vita. Lea tumbo limefunguka na zaa. Rachel ana mtoto. So Rachel ndani yake ni vita, halali usiku na mchana. Lakini Lea anatoa moja kwa moja. Lakini Rachel ambaye ni mama wa Israeli, she was married for some time. Angepata mtoto, ndani yake kumejaa maumivu. Mpaka anauliza Yakobo, ukisoma Genesis chapter 30, anauliza Yakobo, wewe nipe mtoto ama nikupe wewe mtoto, nipe mtoto. Ndani yake anaugua, akaona haiwezekani, akasema sasa wewe mfanyakazi wangu bila kuja hapa, wewe mfanyakazi wangu, wewe mtambia mume wangu aingie ndani yako, nataka mtoto. Rachel angepumzika bila mtoto, lugha yake sote ni mtoto. Ungesimama mbele ya Rachel amekwambia niondoke, nataka mtoto, nataka watu kuugua mahali hapa, wanasema sasa lazima nipokee. Kwa chini kulialia, kuna kibali cha Bwana, ninakwambia kuna kibali cha Bwana, kuna vitu Mungu amebeba kwa maisha yetu, na lazima tuingie na tukiingia itaonekana. Nasema itaonekana tukiingia kwa hizo levo za kibali. Hata umechakoza, hata watu wakataa, hata wapige nduru, hata wachawi wainuke, ama shetani ainuke, ainuke, aseme tunapenda kibali cha Bwana ya kutosheleza liko hata kuweza kumiliki kila kona. Sema kila kona, hivi ndivyo tunamiliki. Somebody ndio Afrika akiclear this mountain in possession by the favor of God. This mountain, I know many people on this mountain do not want to see us. On this mountain, they do not like to see us doing anything. They are grievous, they are angry with us. But listen to me, the favor of the Lord, you can contend the favor. We are here to stay at every altar that is opposing the church of Jesus. We are here to destroy and to catch fire and to frustrate it and to thwart those arrows in the name of Jesus. We enter the promises of God. We enter. Oh, bless us who's in charge. Bless us who's in charge. Be full of satisfaction favor. Be satisfied the favor. Be satisfied and be a possessor. Be a possessor. Bila alishukua mimba akazaa Dana na baraka zake, lakini ilipofika wazee alipo Naftali, akamwita Naftali, maana yake ya kwamba nimepigana, I have struggled, I've fought until Naftali has come. So the name of Naftali is a good name on the other side, but on the other side is not a good name. It's a name that is possessed with struggling with issues. The way his father struggled with issues, this name when he came, it was also the name Naftali. Maana yake nimempata baada ya kupigana na Lea, nimempata mwanamume wa pili huyo, nimempata baada ya kupigana na Lea. Na Musa akaona mtu huyo amepewa jina, lazima atambukiwe. Kuna vitu zingine ukibeba usipotambukiwa autoboi. Wewe unaweka kando ujui, iende kaa ujui kuliambiwa nini wakati uzaliwa, lakini niko mahali hapa sasa kuwatambukia kitu nibeba wakati unazaliwa. Niko mahali hapa kuchange that situation. Kila kutambuka utakuwa kitu. Sasa Musa anasema wewe hata jina lako
nimeitwa majina kila aina, huko si kwetu, lakini nimetamkiwa hiyo, nimetamkiwa hata kwa Bishop Roma Nita Junior, nimetamkiwa hata kama watu wanakataa, unakataa kule, unajisumbua kule, ile tamko kwa Naftali. Wewe Naftali, jina lako linang'ang'ana ni kupigana. His father, the mother was saying, with me, I've struggled, I've fought the battle to this side. And therefore, I've won. So Naftali, you are Naftali, my son. But the name means to struggle to get, to fight to get. But things are changing. Things are changing. Moses did not go to the promised land, but Moses said it before entering promised land. Oh yes. Musa hakuingia kwa nchi ya ahadi, lakini alimtamkia Naftali. Leo shida zote sikia nikwambie, kabla hujaingia leo ninakutamkia kitu cha kupeleka mbali sana. Jiandae kuingia. Sisi we are meant to carry favor that satisfies. Unajua kitu ambacho kutoshelezi ni kuna shida zake. Wale wamenipa mshahara hapa, hiyo mshahara umeandikwa haitoshi. Na karibia sasa. Hiyo mshahara unapokea haitoshelezi. Hapo napanga nakataa. Basi mshahara peke yake. Hata wenye biashara mko hapa, unafanya biashara unasikia kuna mbegu bado ziko hapa na pale. Unaweka communicate. Ninakauzia mambo leo hii sisi mwingine leo. Unaangalia pesa ndio inatangulia. There are some miracle that happen in Russia watu na hapa juu na kesho nakulia Mungu. God was touching people. Chochote kwa ulimwengu wapendwa haitoshelezi. Watu naishi maisha kulialia. Wanajaribu kufanya hivyo itoshi. Hata makanisa imeharibika sasa. Unaenda kanisa upate chakula ya kukula unakuta mzuri. Kama naongea sasa. Sisi wahubiri siku hizi atuangalie nafsi, tunataka pesa. Wahubiri wa siku leo sina haja na nafsi sana, nataka kujua naniatia nini. Kama uleti nakwambia sipababu. Kanisa leo, siku leo tumekuwa bora. Tunasanya pesa hizo milioni tukipata kununua magari makubwa na tunajenga. Hapo tunapiga milioni. Kama pesa ya leo. Ndio milioni kwa. Unajua mtuaje kitu? Asa kama akwambie kitu kama unasikia kulia hapo. Usema na yeye alikuwa. Tunaangalia tatu bishop nani, doctor nani, hizi vitu. Ukiwa na kibali cha Mungu kama mshirika inakutosheleza. Kibali hiyo inakupata amani wakati vitu haitoshi na sio na amani nyingine katika sisi ya amani. Tumaini ambao tuko nazo kwa sababu tuna kibali. Hii this document ukiingia ndani upate kwamba sio vile watu wanaongea. Kumbe kuna basta story, kuna version of story inasema kwamba it is still possible. Inawezekana. Mimi siko na stress hata wakati tunataka pale nyumbani sio tumeweza maombi. Tunataka kuna manyumba na sina gari. James akanipatia yake. Nikaenda na James, nikaenda kwa nyumba nikapaki nje. Felix akaniambia afikiri kwa nataka kujua vile iko betri. Mimi nikauliza swali, sikutaka niulize baada ya betri. Nilikuwa najua nataka kwenda. Nasikia betri imeibiwa. Sikumpa time ya betri kimfua. Uliza wewe mali huko uko tayari. Kwenda kwa ibada. Si sababu uliza kama tunaongea baada ya betri. Nilikuwa usiku nilipigwa, aliuliza nasikia unaenda maombi na kumenda hivi, nikamwambia wewe mali kwa watoto wako aende kwa service. Akaniambia niko tayari, hata siku ninaomba mimi ndio huyo. Ndio gari baka kwake, ndio watoto wako wote nikwatoa kwa ibada ndio kuomba.
Tua ministry. Mimi bishop. Kuna viwango, kuna watu sisi ongea nao. Viwango gani tumeitiwa nafsi? Mhubiri wote aitwa nafsi. Upendo nyinyi nyote mlikuwa mmeitwa nafsi. Hapo mmeitwa pesa. Na hii kanisa tunakutaka pesa. Tunatafuta Mungu. Hapa tufanye kutafuta pesa. Tunatafuta Mungu. Tukitaka tunataka shilingi 10,000 kuna kibali cha kuleta pesa kacheni. Na hata kama itoshi, kibali kitatutosheleza. Hata kama hiyo pesa haitoshi kulipa fundi mpaka next week, kuna kibali cha Mungu ya kutosheleza mambo. Mungu atashughulia kwa kibali chake na itatosheka. Unafaa kuweka imani. Kwa hiyo tunakuja leo kudina foundation ambayo imekuzuia tusikie mishiki mbovu ambayo iko majina ambayo sio zako. Hizo majina mbaya mbaya Naftali amebeba mpaka kutana mtumishi wa Mungu amwambie Naftali jina ni mbaya ya kung'ang'ana lakini ugeuzanga. Naftali sasa wewe jawa na kibali ya kutosheleza. Naftali wewe tunakupatia sema nono. Sema nono. Ukiangalia sema Naftali aliyopewa fata land mashamba manono. Si kwa sababu alikuwa umetosha, aligeuziwa anga. Ile jina mbaya kibali kilikonga ikawa kitu kizuri katika jina la Yesu. Leo tunahusika na mishiki mbaya na majina mabaya na usemi mbaya na roho mbaya inayotunisha kila wakati kutosheleka kwetu. Aliko ndani ya serikali, aliko ndani ya mume wako ama mke wako, liko ndani ya kibali cha Bwana. Akisema atakutosheleza na kibali, nasema Mungu si wakila. Mungu anakati mali hakuna chochote, mali kumekauka, anaweza kutoboa maji hapo. Siku kwa jina mbaya kwetu mlikuwa umasikini kupindukia kwetu. Nana bisho moto anatamkia. Na wengine wanatamkia. Ukiona hizo picha za kona shingo na kama hii. Imeisha. Hiyo ni kubwa. Hiyo picha inatoka mbaya. Unaona sana hiyo nasema watu wengi. Huyu mtu anaona sana. Huyo mtu amefanya kuwa mkubwa. Hapa ni wanaona. Angalia kwa picha kuachana hiyo mtu anaona sana. Wewe angalia kwa Facebook utaona mtu amekonda shingo inakaa kama hii. Lakini kibali nakuja. Sema na shingo yangu hiyo. Na kukonda kwangu hiyo. Na kukosa nguo hiyo. Na kukosa pesa hiyo. Na madeni kama madeni. Bado unatoroka. Lakini nakwambia kibali cha Bwana ya kutosheleza. Hata huduma hii unataka kutafuta pesa. Tafuta kibali cha Bwana. Itakutosheleza. Itakupa amani. Itakupa ushindi. Wewe Naftali wewe. Unajua ametangaziwa na jaingia. Naftali alizaliwa hapa Iraq. Mesopotamia. Hapa Iraq. Bali baba yake anaenda kuishi Yakobo. Inaonekana Sarai mwana wa Ibrahim alitoka kwa Mesopotamia. Hapo Iraq ndio sawa. Na Naftali alizaliwa hapo. Alizaliwa wakati Yakobo alikuwa anatumikia Labani. Labani watu wa Mesopotamia hapo Iraq. Labani was uncle. Alitumikia hapo, akazaliwa hapo, akaitwa jina hiyo. Lakini Musa naye kwa safari ya kuelekea, sema safari ya kuelekea pwani za Bwana. Musa anasema hata kama sifiki na wewe Naftali, hata kama sifiki taona, lakini wewe Naftali wewe utakayo hivyo. Naftali wewe tunawashikia kibali. You are full of satisfactory favor. You are meant to possess things. Naftali wewe utakuwa miliki mambo. Umejaa na kibali ya kutosheleza. And the blessing of Lord. Unajua kujawa na baraka za Mungu na kibali ya kutosheleza combine together. Alafu naambiwa sasa ndio kumiliki. Sasa Naftali alipoingia kwa hadi. Am I connected? That's Genesis chapter 49 verse 21. Alipoingia kwa hadi za Mungu. Na wewe unaingia leo hata kama utaki.
karibu. Upendo la Mungu ni tamu kama asali, ni tamu sana. Chukua hapo na pala kuunganisha pamoja. Musa mila degree kwa Naftali. Naye baba yake sasa Yakobo anataka kuondoka. Anataka sura ambayo ni Naftali. Anasema Naftali is Adia. Mnajua Adia? Adia ni nani? Mnyama gani? Ayala. Sasa baba yake anamgeuzia anga. Naftali wewe kama Adia. What does that mean? Naftali wewe kwa mbio kasote ya katasi. Naftali wewe ile kibali kunacho inakimbiza mambo akatia. Unaonekana pronounce Naftali. You look like Adia lose. Wewe ni kama kulungu ama wewe ni kama swala ambayo huachiliwa. Kama kwenda swala ukimbia Naftali majina mbaya. Musa alikutangazia mimi baba yako ni mafuta, ninakutamkia wewe Naftali. Naftali ni Ayala alifunguliwa. Sasa nafunguliwa leo. Maana yake uzaliwa kwake alikuwa Ayala, lakini in your case, jina in your case, there's an limitation. You can't go anywhere. You can't run faster. Yes, you are Adia. Yeah, wewe unaweza kimbia, but you are getting somewhere. You can't run faster. Lakini sasa baraka natamkiwa. Anajua Naftali wewe uliyefunguliwa unatoa maneno mazuri. Unakimbia ukitoa na mazuri. Ninatangazia mtu mahali hapa. Mambo sote umekuwa ukienda polepole. Mambo yamekuwa makwama. Siku leo chini ya mafuta mitume. Ninabebeshwa na Bwana. Na kibali Mungu amenipa. Yale mambo ya
lungu zako tumepata. Nani nenda sana huyo mwizi, hiyo betu uliiba itakumaliza. Hapa kwetu tunakula supu na tumepokea kabasi 10, 20, 30 na haitapita kesho, jioni kesho tutapokea zaidi ya 200 hata milioni 1. Inawezekana. Yani uko wenu utakimbia biashara yako, tunafungua. Kimbia haraka, kimbia. Naftali Ayala aliyefunguliwa, sema Naftali, mimi hakuna ni kama Ayala aliyefunguliwa, anatoa maneno mazuri kama Ayala aliyefunguliwa. Nimefunguliwa, ninatoa mambo mazuri ndani yetu, hatuna machungu, tunatoa mazuri. Naftali jina lako liliitwa ya kuzuiliwa, ya kupungukiwa. Naftali sema spida. Hii nyumba kuchimba na kujenga imechukua 3.5 years. Hakuna loan. Na tukianza mama ikwake, tulitoka hapa tukaenda pale juu, tukasema tunaenda pale juu speed. Tunateremka na stairs. I'm telling you the truth, I'm hearing from my spirit, I'm hearing from my heart. We are stopping nowhere. Tunafunguliwa kama Ayala, hiyo kama mbio, saa ya vita kama vita, saa ya kutoa kama kutoa, na tunatoa mambo mazuri. Sema tunatoa mambo mazuri, tunatoa mambo mazuri. The speed of Naftali is a symbol like a deer, loose like a bear. It tries to bring beautiful things. The symbol of stagnation. Oh, it's not there. Those who walk in fear and experience resurrection. We are not going to stop our enemy. May God accelerate our speed. Our speed. Our speed. You got me started here and you're under the mountain. You don't have to find a thing faster. Sema mbio. Sema 2026 tumefunguliwa. Kama ni kusoma umerudia klasi. Mbio. Kama university hautakuwa mtihani. Mbio. Na unatoa mambo mazuri. Ripoti umebeba. Ripoti mazuri. Kwa sababu kibali ya kutosheleza imepatikana. Jacob had historical struggle. From the very beginning, he was resting to the throne. Alikuwa anang'ang'ana ili apende, lakini yale mambo yametambukiwa, yale nuru imekuja inamtoa Naftali, anapewa manono na kutangazia leo kwa jina la Yesu. Yale mambo yanatangazwa na watu, hata kama waliosema utakuwa unafanya vitu kama mzee Kobe, na wachilia neema ya Bwana, kibali cha Bwana, utakuwa unakimbia haraka. Waliokulani na wachilia mwanga wa Bwana, kibali cha mwanga iwashukie katika jina la Yesu. Sasa Naftali ameingia. Yesu naye anakuja pale Naftali, Mathayo 4:15. Yesu anakuja, lazima mpokee vitu. Yesu anakuja akianza injili, anaanza injili Naftali akosi. Nakwambia utakosa, utatajwa kila mahali, utatajwa.
kazi ngumu. The people who sat in darkness, we are seated in light, and upon those who sat in the region and the shadow of death, light has dawned. Mwanga imeingia, Naftali mwanga imeingia. In that region, men were living in fear, in darkness, but Jesus also released a pronouncement, akasema ya kwamba watu za Sidoni na Naftali waliokaa kwa giza, waliokaa kwa uoga, sasa mwanga imeingia. Maana yake ya kwamba chochote iliyofichwa has been exposed. Chochote iliyofichwa ndani ya maisha yako iende kama ujui, lakini mwanga neno la Bwana, neno la Bwana ni taa. Imeingia kwenye region na neno la Bwana ni taa. Giza lazima iondoke. Useme mambo ya kale yanaondoka. Waliokuwa wanasema kwamba sitaweza, Yesu anasema walikaa kwa giza, walikaa kwa uoga. In that region ameshatoteza mambo zote. Maombi ilikuwa ndio ndume ya huko, lakini mwanga imeingia. Maana yake hakuna mauti kwa Naftali, hakuna mauti, hakuna limitation, hakuna kifo, hakuna malala. Nitakuwa nazaa tunda la Roho, nitakuwa nazaa vitu za Mungu, manukato za Bwana, nitakuwa nazaa. Naftali, Naftali, ita jina lako, sema kunaduka wewe, hakuna mali uliwekwa na watu wakasema utakuwa chochote kwa maisha. Mwanga imeingia, kila mtu taja jina lako, useme mali waliweka wakasema ni kifo, wamekutisha na kifo. Sikia nikwambie, hautakufa. Mwanga imeingia. Asubuhi imefika, asubuhi imefika. Mtakuja maombi, asubuhi imefika, asubuhi imefika. Naftali, baraka zako, baraka zako nikipata kutosheleza. Alitamkia ukatembea na hiyo, alipoingia kwa nchi ya ahadi, na wewe umeingia kwa hizo baraka za Bwana. Baba yake kwa kusia katamkia, wengine litamkiwa kwa mabaya, lakini Naftali akaambiwa, Naftali kama Musa aliyotamka, ninakuongezea kama baba. Shaka Yesu akakuja akatamka tena, Naftali, mali giza lazima iondoke. Tunawatamkia prophetically, apostolically, utapenya, utapenya. Iweza ikaisha hivyo. Haifai kuishi hivyo. Tubakisha wiki moja ya marathon kwa mwezi huu. Mbio kama mbio, speed kama speed. Yala msingi mabovu iliyosumbua Naftali, tunamalizana nazo. Mingi sana. Unajua milima inaitwa Ibeti. Huyo mama alikufa, lakini roho yake inaishi. Ibeti, malao uliyofanya kwa milima huu haitofoi. Magano ulio kwa milima huu Ibeti, Mungu wa Masaku, Amotoboi, tumekushika. Na Masaku mke wako ameshikwa. Na ukikuja tunakukamata. Ukidai mke wako na ukamata. Madhabahu zote milima huu ambao watu wasomi ni wizi na pombe. Hizo madhabahu wizi na pombe yakimudhia kiweo, tunazikanyaga leo.
kwamba siku hiyo tuko kwa ibada. Mbuzi hapo tunafuta wakaiba ikaenda wakaichilia pale. Hizo madharau ni mapepo na wale wao. Unapokuwa tuko kwa ibada. Na mbuzi kaenda. Kuna space. Hiyo roho ya wizi leo tunakamata. Roho ya wizi wa mbele leo tunakamata. Tunageuka tunapokea mtumishi wa Mungu. Yesu anapiga kaftari, mmekaa kwa uoga, mmekaa kwa giza, mmekaa kwa mauti, lakini mwanga inaonekana. Mwanga inaonekana, giza lazima iondoke. Giza lazima iondoke. Nasema giza lazima iondoke. Giza lazima iondoke. Tunaomba one by one. One by one, one by one. Are you ready? Are you ready to engage? Are you ready to engage? Say my foundation. Beginning of this foundation. Be destroyed by fire. Be destroyed by fire. Be destroyed by fire. Everybody pray. Everybody know your foundation. Meshini sote mabovu inaongea kinyume cha hatima yako. Inaongea kinyume cha kwenda kwako. Inaongea kinyume cha maono yako. Inaongea kinyume cha kwenda kwako. Mwambie kafaya. Mishini mabovu iliyoanza kwa milima yao atowaji and we are coming and rushing fearlessly. Catch fire. We destroy you. We destroy every power. We destroy every altar. Every altar that is speaking against this church, speaking against our business, speaking against our children, speaking against the service we conduct here on this mountain. You evil spirit, we destroy your altar. We bind you. Cut fire. Fire is on you. Fire is on you. Pray. Pray. Jesus, he answered saying,
every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. These are the characters and the snares and the work of the devil. Tabia iliyotangazwa kinyume chako tunataka kumoa. Are you ready? Sema kila panzo Mungu wako kusudia kupanda tunakumoa leo. Panzo kuja kinyume chako tunamoa. Mapanzo ya ubishi tunamoa. Mapanzo ya ulevi tunamoa. Kushusha moyo tunamoa. Magonjwa tunamoa. Umaskini tunamoa. Ulevi tunamoa. Mabarao tunamoa. Kiwivu tunamoa. Tunamoa malaya. Tunamoa ujinga. Tunamoa chochote Mungu akusudia kikapandwa kinyume chetu tunamoa. Kung'ang'ana kwa maisha tunamoa. Tunamoa mambo ya kung'ang'ana kwa maisha tunamoa hiyo. Tunamoa hiyo kung'ang'ana kukuja kwa ibada leta kulala usingize mauti tunamoa. Kuchanganyikiwa tunamoa hiyo. Kuishiwa ovyo ovyo tunamoa hiyo. Fikira mabaya tunamoa hiyo. Fikira mabaya nana zote mliotuma tunamoa hiyo. Tunamoa kila laana tunamoa. Kila wimbo tunamoa. Sauti ya mauti iliyotuma tukakue tukakone tunamoa. Watu wesenda Godfire we are preaching now in the name of Jesus. Kila madhabahu za nyumbani, madhabahu za milima huu hatukuachili. Tumekuja kwa jina la Yesu. Amebarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Tunamoa kila madhabahu ambayo ilitangazwa kabla tujakuja. Hauna bahati saa imepita. Tunamoa madhabahu ya wizi, madhabahu ya madhara, madhabahu za uongo, madhabahu za ujana. Moa ndani ya watoto wetu, ndani ya biashara zetu. Tunamoa madhabahu hizo, tunazimoa kwa jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru zaidi. Every ancestral altar fighting our progress, catch fire and scatter in Jesus' name. Listen to me. Madhabahu watu walioanza mapema, ukitaka kuinuka wanazuia, ukitaka kuenda we call it anti-progress altar. Inaongeza na yote lakini unaangalia Haitaki kufanishi. Unajaribu kutoa pesa hapa, unafikiri imetoka. Ukiangalia kuna mambo hapo. Hey, come on, listen to me. Unajaribu kuoga kutoka mafuta, unafikiri kuna mafuta. Kumbe hujaoga. Unajaribu kugeuza hapo unasema this year. Inafanya watu wengine. What can they say? Unafikiri unaomba madhabahu na ikaisha. Unafikiri unaangalia vizuri zote kumbe hapo. This time round
empty your breast out of you. But the prayers you come on Sunday and Tuesday sometimes. Asa kiona leo unaenda huko. Hiyo madhabahu umeona pale yangu. Chosha kwa Mungu. Wewe baada hii we produce many services here. Hata ndipo tunatoa kama moto. Lazima Saidika, kama sio mbaya, lakini akaniambia hii sehemu yangu, I will set you as a permanent boss. This is my place. Tangu siku ile nilifundisha. Every day that this is kuna one glory hapo. Kuna pia mama. Mama anataka sana. Na mama ndio kwa example na mama anachukua hiyo. Mama ndio. Ndio kwa kwa sana. So wakati Mungu anakaketa tuna reverse hapa akilala na reverse. Ndio bwana Mungu. Sisi kwa sasa mambo yanakufa. Unajua hiyo. I don't begin things because nakufa. Tomorrow I'm supposed to be in a valley for Duma by Satan. Nafaa kuwa imani. Lakini saa 9 nitakuwa. Haikuui. Ilimwambia kufua gani? Hapo ndio alikuja. Amen. Ili sababu wapende. Ili sababu hakuna sababu ya kutumia sifa. Ukitaka kumaliza madhabahu hizi, this no foundation, this what foundation. You want to dig with them. You must be Christ. Wacheni pesa iko juu sana. Lazima tunaweka light. Kila mmoja hapa lazima hivi hizo ambao hizo ambao na nguvu hapa mlima na nguvu international. Jambo la kwanza kwa wale wanaosaidia sana kwa business life. Wanatafuta wanakorect kuongea katika ulimwengu mwingine usiku. Conference nikasema bwana ni Mungu nikasema hivi. Hiyo sababu na lazima tuone kwa hiyo Biblia imejaa from Genesis to Revelation watu kuna wivu. Unajua kwa nini naweza kusema? Niliingia pale wanataka siko maskara wanataka parade hata ilifungua kanisa na vitu wafanye parade kwa ndani. Hata mkutano tukasema no way. Wakaleta stima. Nikakodisha generator kasema mtu tuna huo ukaleta huo. Vitu za Mungu nilipokana ukitaka madhabahu hii iwe na nguvu ya kukimbia speed. Lazima kuna watu walio haraka pamoja. Na sadaka. Maombi ni sadaka. Sasa umefanya nini na sababu kuomba? Sipate siku moja kipengele. Ndio tunasema mbele ya Bwana. Lakini tunafunguliwa tunakimbia speed. Sema every anti-progressive altar. Every anti-progressive foundation. It is an error. You will not cut out the heart. We destroy you. Specific what? Kuna age fulani ukifika ndio nakufa. Unapata
wale kwa maneno umejua hata shakwambia wewe toka kwa kazi. Unafaa kushikilianga hapo. Funga mkono wako. Sawa. Shikilia light. Mungu anaweza kufungulia mlango upate bila somani. Yes. Kwende iko katikati. Being employed to government is managing my affairs. Alafu ukifika mwisho unalipwa barua. Retirement maana yake ni retire. Wanafikia retirement nini? Wanasema we are tired. Okay. Sio kibaya. Tunaongea vitu za maana za kiroho. Lakini kibali cha Bwana hapa inataka kwa kisima ushangae hapa. Sijasema wache kazi. Wewe, sijasema wewe toka kusema ndio. Sawa. Sasa tuko sana. Anasema kwa nini kazi ya mwalimu anajifunza kwa primary anaweza kutoka kwa sasa hiyo ndio kama anati unaona Kutoka hadi mjuu. Sasa unaenda hapo sasa. Sikia, hakuna mwenyeji hapa, vitu za Mungu vinangaliwa. Hata kama unatoka South Africa, lakini unaenda kuangalia
Achilia hapo. Piga picha sasa. Tena. Hapo tu. Ndio light kidogo. Punguza light. Picha. Sasa picha shida. Utoke stand. Picha unangoja angalia mbele upige picha hiyo. Kwenye picha iliyoanza kulipa suluhu. Sasa hivi kwa shilingi 200 ikatoka
ikaenda ikaiba 12,000. Ikawa na nguvu hata kuiba vitu. Tukiwa tunaomba. Those are strong ones. Yes. Au binti na mchana watu naomba na gari pale. Wewe unapata that. Ndio amepatikana na mai kwa kwa mmoja. Angejua hapo kwa kanisa, angejua hapo ni kama jeshi. Alikuwa mmoja. Watu wanapata sasa angejua kwa kanisa ndio Mungu anamwachilia. Ameshika hivi tu hapa na majeshi walikuwa siku yao. Amepangwa kama nyuki. Lakini Bwana ataokoa wajane. Katika mfano na ataokoa huko mbele. Bwana ataokoa kisha mambo yetu. Bwana kwa shida. This is what they call stronghold. Stronghold are not characters, are not demons who are practicing to invade and destroy people. They are levels of the colère. Wewe unaona kwamba mpaka asubuhi anatoa lock niandike andike kitu. Hawezi haikosa kuwa na tetemeko. And these things are inherited. Na baraka naye inherited. Baraka naye unaweza kupokea baraka kutoka kwa mzazi kwenda kizazi kingine. Na hizi ngome naye zinaweza kupokelewa. Baba yako alikuwa mchawi, akikufa alikuwa mchawi. Ibrahim alikuwa mzee mjawa na baraka na transfer baraka. Say every stronghold that is working against me from my father's house, from my mother's house, today in the mighty name of Jesus, be destroyed. It's fire, fire, in Jesus' name. Come here. Give up. Toa kiasi. Kijana mwana. Kijana mwana mwana. Ndio mwana shule. Tabarikiwa kabisa. Every power of the devil. Every power of Satan. Every satanic power. Every strong of your mother. Every strong of your mother. I destroy that right now. Cut fire. Cut fire. I destroy every source, every truth, every root, every root cause that is working against your life. I command you out of your kingdom. Out of your kingdom. Quickly. I say out of your kingdom. Out of your kingdom. Out of your kingdom. Quickly. In the name of Jesus. In the name of Jesus, what's the front of you? Every demonic power, every satanic power, that was in the mighty name of Jesus. Hata kama alikuta nini, hata kama alisema
hivi ni muhimu. Hivi tunakisema mabadi tu. Akimpa kwenda vitu chini. Anataka kuona tena. Sema kwa jina la Yesu. Sitakubali majani zote kwa maisha yangu katika jina la Yesu. Takataka zote. Sema kuja kimbia pale. Wewe huduma yako, huduma yako, kimbia kwa huduma yako. Inua mikono yako na baba wewe. Huduma yako ndio huduma. Ndio huduma yako. Shaka ya toba.
If you love Jesus, son of God, I pray for you in the name of Jesus. I pray for you. Grow faster in the dimension of life. In Jesus' name.